السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ndugu zangu, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zake nyingi. Hilo hatuna budi nalo. Sisi ni waja wake Allah subhanahu wa ta'ala, na lazima kila saa tumshukuru, sio kila siku, kila saa, kwa neema zake nyingi. Mmoja wapo ya neema za Mwenyezi Mungu ambazo tufaa kumshukuru nazo ni kuwa ametujalia sisi ni Waislamu. Na huu Uislamu ni dini inayotuongoza sisi katika kila zuri, yenye kutupa sisi manufaa ya dunia na ya akhera. Kila ambalo ni la kheri, Uislamu unatuhimiza na kutushajiisha, na kila ambalo ni la shari, Uislamu umetuonya na kututahadharisha. Na sisi kama Waislamu tumejaliwa sote kuwa ni ndugu, na undugu wetu unapatikaniwa tunapokuwa kitu kimoja, tunapoamrishana mema na tunapokatazana mabaya. Kama sisi Waislamu ni ndugu na twafaa kuishi kama jamii moja, basi ni lazima tuwe tutaamrishana mazuri na vile vile tukatazane mabaya, kwa sababu dunia hii hasa tunaoishi ni dunia ambayo ina mambo mengi na mabadiliko mengi na vishawishi vingi, na kila leo mambo yanazidi kuwa mabaya. Hivyo kazi ya kuamrishana mazuri na kukatazana mabaya ni jukumu liko juu yetu sote Waislamu. Kila mmoja wetu awe anamkumbusha mwenzake, kila mmoja wetu anamkumbusha mwenzake akimwambia endelea kusubiri, hatupo mbali tena, kwa sababu sisi tupo katika kipindi cha mwisho cha ulimwengu, na kumezungumzwa kwamba mwisho wa ulimwengu haya ndio yatakayotokezea. Madhambi yatakuwa mengi, watu watauana sana, uzinifu utakithiri, ulaji riba, khiana, dhulma. Kwa hivyo ni wakati mwingi yafaa sisi tukumbushaneni, jamani, hewa Allah dini yetu, jamani, hewa Allah watoto wetu, jamani, saa zote tuwe tukumbushana, ili tubaki katika mstari ambao utatufanya sisi tuishi vizuri hapa duniani, na tukiondoka tuondoke ni Waislamu. Mungu yuko radhi na sisi. Kama mkubaliana na mimi ndugu zangu kwamba hii dunia sisi twaishi ni mapito, wala si mwisho wa mambo hapa, bali twapita twaelekea huko akhera, ambapo ni ulimwengu, yani ni maisha mengine ambayo yanatusubiri huko, basi huko ndipo mahali panapotarajiwa zaidi, na huko ndiko kufaulu au ndiko kufeli. Maana kufaulu huko ni kwenda zako peponi ukaishi milele na starehe, na kufeli huko ni kwenda motoni ukachomwe. Lakini kufeli huko na kufaulu huko ni hapa duniani kwa jinsi tutakavyokaa. Hivi kweli yamkinika ndugu zangu tukae na haya tunayoyaona leo tusiwe ni wenye kuambiana? Nimesoma suratu Yasin, nimeona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataja kijiji ambacho Mwenyezi Mungu aliwatuma manabii. Akatumwa nabii wa kwanza, akatumwa nabii wa pili, akatumwa nabii wa tatu. Nikajiuliza, hao manabii watatu watumwa sehemu moja tu? Kisha Mwenyezi Mungu akasema, kisha akaja mtu ambaye atakuwa ni wangapi? Ni wanne. Awaambia watu wa kijiji hiko kimoja, jamani, fuateni hawa manabii waliotumwa na Mungu, huku ndio kuokoka kwenu. Na yeye pia wakamkanusha, licha ya wale manabii kuwaua, na huyu pia wakamkanusha. Wallahi alipoondoka duniani huyu akasema, laiti watu wangu wangenisikiliza na wangejua mimi leo Mwenyezi Mungu amenikirimu kiasi gani, na wao wakafuata yale niliyowaambia. Mimi kwenye aya hii na habari hii na kisa hiki imenipa moyo sana, kwamba mahali ambapo mumeona kuwa mambo yamekithiri, madhambi yamekithiri, maasi yamekithiri, basi haitajiki hii kazi ya kukumbushana iwe ni ya mtu mmoja
au ni idadi ya watu maalum, labda mashekhe wanaoitwa mashekhe, maustadhi. La, huu ni wakati wa kila mmoja wetu, hili jukumu alihisi ni lake. Na hii kuambiana, ndugu zangu, si waovu kuambia, si wazuri ende kwenda kuambia waovu, yani kwamba wale wanaozungumza wao ni wazuri, wao ni wasafi, wao hawana dhambi. Hapana, ni kukumbushana kwa rahma, kwa kuhurumiana, kwa upole, kwa hikma. Lengo letu ni moja tu, kuonyeshana njia iliyonyoka na ya sawa. Tumepigiwa mfano mzuri na Mtume SAW. Kama sote tutaghafilika, basi mfano ni mzuri ni ule wa jahazi lile. Juu kuna watu na chini kuna watu, yani wameweka tabaka mbili. Tabaka ya chini kama itazubua ile jahazi itoboe, kisha wale wa juu waseme kule ni kwao, shauri zao, jahazi lile likizama, wote wale kwenye jahazi watakufa. Ndio hali ya sisi tulivyo na tunavyofundishwa tuwe. Kwa hiyo sisi hatufai kuwaacha ndugu zetu tunapoona wameteleza kama wanadamu, kuwaacha waendelee na mtelezo ule, kwa sababu wakiendelea kufanya yale, adhabu ya Mungu ikija itatukusanya sote tutaangamia, kisha kila mmoja atafufuliwa ahukumiwe kwa hali yake kesho siku ya Kiyama. Hivyo ndugu zangu, kulingana na maadili yetu ya Kiislamu, hatuwezi sisi kunyamazia tunapoona munkar unafanyika. Ukifanya jambo peke yako kwa siri, tutakunasihi kwa siri, lakini jambo likiwa ni dhahiri, imekuwa ni dhahira, wala sila mtu mmoja wala wawili wala watatu, basi ni lazima sote tushirikianeni, tuambianeni kwa njia nzuri, ili kutaka kuokoa jamii yetu. Ndugu zangu Waislamu wenzangu, hivi tuona sote kwa pamoja, tuona hivi tunavyokwenda sisi ni sawa? Social media imechukua nafasi kubwa kwenye maisha yetu, lakini hatujajiuliza, je, nafasi hii iliyochukua tuna manufaa kwenye dini yetu na dunia yetu na akhira yetu? Ni kweli social media, TikTok, Instagram, Facebook na vinginevyo, je, tukiangalia haya yatupeleka mahali pazuri? Yale tunaoyazungumza, yale tunaoyaposti, yale tunaojadiliana kwayo, muona yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Yaridhisha nafsi zetu? Wewe kweli waridhika juu ya vile unavyovifanya, unachoposti, unachozungumza? Waridhika iwe ndio athari yako baada ya kufa kwako, watu wakitazama? Ama hatuna imani sisi kwamba huu ni ulimwengu, kuna kufiwa na kuzikwa, na kuna kufufuliwa na kuhisabiwa na kuhukumiwa? Ndugu zangu, mimi nawakumbusha, asije mtu akaniambia una yako, kila mmoja angalia yake, wewe pia mimi sijakuambia, mimi nimekuja hapa ni maasum, au ni mtume nimetumwa, au mimi sina dhambi, au mimi sifanyi makosa. Hapana, wala sijakuja hapa kuwatuhumu, kuwaambia nyinyi ni mashetani. Hapana ndugu zangu Waislamu, mimi nimekuja kama ndugu yenu Muislamu kujikumbusha mimi kwanza na nyinyi kwa pamoja, hivi tunavyokwenda nauliza ni sawa? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, mwenye kuona lolote la makosa basi nalizuie kama yuwaweza, kwa nguvu zake, kwa uwezo wake. Kama huna uwezo wa kulizuia na kulibadilisha, basi likanye kwa kuzungumza, na kama kwa kuzungumza pia huwezi, basi chukia kwa moyo. Mimi nimeona naweza kuzungumza. Ndugu zangu, tukumbushaneni sote ni Waislamu, na yanaofanyika katika mtandao ya kijamii hairidhishi. Najikumbusha na kuwakumbusha, kuwaambia kuna na Mungu, tuko duniani leo, kesho twafa. Hamuoni jinsi tunavyowazika ndugu zetu kila siku? Na sisi tupo njiani, kuna siku tutakuwa marehemu pia sisi tutazikwa. Na mambo hayaishii mtu kufa, mambo yanaanza. Ulimwengu mwingine huo, maisha mengine hayo ya akhera yanaanza tu mtu anapozikwa. Na sisi kwa kuwa ni umma bora tuliosifiwa na Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani, basi tusisahau ubora wetu ni kuamrishana mazuri na kukatazana mabaya. Nataka kila mmoja wetu hii clip yangu naye ifikishe kwingine. Jamani, social media tuifanyeni iwe ni rahma kwenye maisha yetu, iwe ni da'wa, iwe ni kukumbushana, iwe ni kuinuana, iwe ni kujengana, lakini isiwe social media ni kutiana aibu na kuaibishana na kukosoana na kushambuliana.
Mungu atusamehe sote ya Rabb. Salamu.